Yes, kama kawaida tumekuambia kwamba Michael Dena bado inaendelea kufika ofisini kwako, na hii 2025 tuko kwa ajili ya kukuzawadia wewe mfanyabiashara ambao unatumia app yetu ya deni. Lakini kubwa zaidi tunatamani kuendelea kusikia story nyingi sana, lakini pia maajabu, kwa sababu katika ofisi ambazo Michael Dena imefika, baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakipongeza sana Dena kukaa hapo Mtukati kwa ajili ya kuwarahisishia kuongeza mauzo, lakini pia kuvuka mipaka. Kwa maana na kukumbusha wewe ambao unatazama, kumbuka Dena iko nchi nzima, na baadhi ya wafanyabiashara wanatamani sana kufanya biashara na Watanzania maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo hii leo niko hapa Kijitonyama, niko kwa The Animals kupiga na story nyingi sana kuhusiana na app ya deni, lakini pia kumkabidhi zawadi yake, kwa sababu na yeye ni mmoja wa mfanyabiashara wa mwanzo ambao wamewahi kuitumia app yetu ya deni. Mimi naitwa Binti Minhaji, lakini una nafasi nzuri ya kutufuatilia kule Instagram kama Binti Minhaji, lakini pia Deni_Tanzania. Pakua app yetu Play Store na App Store. Niko hapa kwa ajili ya kupiga story nyingi. Madam, habari? Salama, za kwako? Mimi njema. Za weekend? Njema kabisa, karibu. Asante. Ndani kuna nukia harufu ya ngozi naisikia. Naam kabisa. Original. Okay, story hapa tunazopiga, kwanza nimekuja kwa ajili ya kukabidhi zawadi, lakini kubwa zaidi natamani kusikia furaha yako, lakini pia hamu zaidi ya kile ambacho unakitumia. Wewe ni mtumiaji wa Dena, si ndivyo? Ndio. Ulianza kuitumia kupitia nani? Yaani nani alikushawishi? Uliona mitandaoni ama kuna mtu alikutonya, bwana kuna Dena hapo ni rahisi, unaweza kufanya biashara uko hapa, lakini huko ukafika mbali, Mtwara, Tabora, Arusha, ilikuwaje? Ulijuaje? Mimi ni mmoja wa familia ya Deni app. Kwa mimi rasmi wakati Deni app inaanza, nilipata moja kwa moja kutoka kwenye familia ya Deni app taarifa, na nikaanza kuitumia rasmi. Ilivyoanza tu, miongoni mwa wateja wangu wa kwanza wa Arusha nilianza kutumia nao Deni app, ambao nilikuwa nimeweka tu pending, sijui namna ya kuwafikia, kwa nikaanza kuwatumia wateja wetu wa Deni app. Kwa ni mwanafamilia, kwa maana ulikuwa kwenye familia ya akili kubwa ama mwanafamilia kwa namna gani? Natamani kujua ulijuaje. Mimi ni mwanafamilia ya akili kubwa, ndio, kwa takriban sasa mwaka mmoja, na kwa Deni app ilivyotimiza mwaka mmoja, na mimi nasherehekea mwaka mmoja kutumia Deni app. Natamani kujua utofauti. Biashara ulianza zamani na isi tofauti na mwaka mmoja wa Dena kutimiza. Utofauti ukoje wakati unafanya biashara hautumii app ya deni na sasa hivi unatumia app ya deni? Kiukweli niweke wazi kabisa kwa hata kwa wafanya biashara wengine kuhusu Deni app. Mteja sasa hivi yule anakuambia mimi siwezi kukupa hela yangu bila sijaona mzigo. Yaani huyo mteja mimi sasa hivi simpoteze. Otherwise tushindane kwenye vitu vingine, taratibu zingine za kukamilisha ili mteja apokee mzigo wake. Lakini kama mteja anakuwa tayari kuilipia ile, kusema mimi niko tayari kufanya taratibu zote ambazo nitafanya malipo baada ya kupokea, basi mimi niko tayari kumtumia mzigo kutumia Deni app. Mikoa gani inafanya vizuri? Uzuri wa Dena iko nchi nzima. Kwako mikoa gani inafanya vizuri? Kwa sasa mikoa sana nayotumia Deni app ni Arusha, Mtwara nimefanya nao, nimefanya na Kilimanjaro, Dodoma, lakini mikoa inayoongoza kwa sasa ni Arusha na Dodoma. Ndio. Okay. Natamani kujua utofauti wa mauzo. Unajua kufanya biashara mna mauzo, kuna namna mnaandika zile historia zenu za kile ambacho mnakifanya. Mauzo yanaongezeka kwa kiasi gani baada ya Dena kukaa hapo kati? Kiukweli mauzo mimi nimeona yakiongezeka siku hadi siku, kwa sababu ule mteja ambaye hayupo tayari kuituma hela yake afu ndo animtumie mzigo, ule mteja simpotezi tena. Kwa kiuhalisia mauzo yangu yanaongezeka kupitia Deni app, kupitia wateja ambao nilikuwa nawapoteza awali. Kuna feature mpya inakuja hivi karibuni ya mteja anapata fursa ya kulipia, lakini wewe haikufikia hiyo pesa paka pale ambapo atapokea mzigo wake. Unaizungumziaje? Kiukweli mimi naona ni kitu kikubwa sana kwetu, hasa wafanyabiashara, hasa mimi binafsi kwangu ni kikubwa, kwa sababu nina wateja wengi sana ambao wengine nakwambia hata hiyo nauli tu siwezi kuilipia bila sijaona mzigo. Mwingine unachukua jukumu la ku screenshot ile Deni app kwenye mfumo, unamtumia, unaenda Play Store unamforwardia aone kuwa kuna procedure hizo za Deni app. Mwingine ndo anakubali, okay fine, nalipa hiyo nauli alafu mzigo nitakuja kulipia baada ya kupokea. Kwa hiyo nimetumia, yani nimeenda mbali zaidi kwa hadi ku screenshot, kuwatumia screenshot mizigo ambayo tayari nimeshalipiwa na watumia wateja, ili kuona kuwa hiki kitu ni uhalisia, sio uongo. Kwa Deni app inavyoendelea hivi sasa, mteja analipia huko alipo, alafu mimi natuma mzigo wangu, nitaona ninaongezeka zaidi wigo wangu wa mauzo.
Kabla sija kukabidhi zawadi na hatujazungumza namna ambavyo unajisikia kuwa na wewe ni mmoja ya watu ambao wanazawadiwa, kwa maana mfanya biashara ambao wanazawadiwa na Denap, natamani tupige story kuhusiana na kile ambacho unakifanya. The Animal unahusika sana na nini? Naona kuna viatu, kuna culture tofauti huko ndani, lakini nahisi hivi visendo vya ngozi hapa inaweza ikawa ndio kitu mama The Animal. Hebu tuambie kwanza kile ambacho unakifanya. The Animal sisi ni wauzaji wa sandals za Kimasai zilizotengenezwa na ngozi asilia. Pia tuna deal na culture fabric kama vikoi, vitenge, mashuka ya Kimasai, mikoba ya culture, ndio vitu tumebase navyo zaidi. Ikiwa biashara mama yetu ni viatu, ni sandals hizi mnazoziona. Kwa hiyo kwa mteja yote anayetaka sandals nzuri na imara ya ngozi anaipata The Animal. Yani tukisema uimara ule tunamaanisha uimara, hatujatengeneza kwa carpet, tumetengeneza kwa ngozi asilia. Ndio. Kwa nini unatumia vitu vya kinyumbani zaidi? Yani ingekuwa mwingine saizi unasema kachukua zake, nimechukua mzigo kutoka China, si nimechukua mzigo, wewe unatengeneza hapa Tanzania. Kwa nini? Kiukweli biashara vitu vya kutoka nje nishawahi kufanya huko na awali, lakini nikajiona CNA kwenye nani competition yake. Baadaye nikaanza kuuza culture. Yani nilianza tu na vikoi vichache ambao nilianza na wafanyakazi wenzangu ofisini kwangu na kufanya kazi ukiachia hapa dukani. Nikaleta baadaye na sandals, nikaona ni kitu kimekubalika kwenye jamii. Kwa hiyo nilianza kupostia na marafiki na nini, nikaona ule mwitikio, nikasema huku ndo nilipo mimi, moyo wangu ulipo. Kwa hiyo nikaendelea na culture kwa sababu ninapenda vitu vya asili. Yani ni kitu ambacho nilikuwa nacho toka mdogo, napenda zaidi vitu vya asili. Muundo wa hapa ninavyoona sendo, kuna miundo tofauti na natamani kufahamu kwenye soko, yani ili uweze kumkamata. Kuna ingia kama mimi sivai vitu vya ngozi, mimi sivipendi, lakini ukitazama hivi vilivyo kila mtu anavaa na muonekano wake ni mzuri. Muundo unakusaidiaje? Yani mtu anakuja na mchoro wake na kwambia mimi nataka kama hichi, The Animal inapatikana? Ndio. Kwa mteja, kuna mteja mwingine anakuja na design ya kwake, anakuambia mimi nataka kama hiki, anakupa na size. Kwa sisi tunachokifanya, tutampa time ya kutusubiria tuweke oda kiwandani, kwa sababu sisi tumeingia ubia na kiwanda kingine, hatuna kiwanda. Tumeingia ubia na kiwanda kingine, wanatutengenezea na sisi tunaingiza sokoni. Kwa mteja yule tutamtengenezea according na mahitaji yake yeye mwenyewe anayoyataka. Yani ukiangalia hapa sisi tuna design hizi, lakini kuna design ambazo hapa hazipo, ni kwa sababu tulimletea mteja tu kama mteja. Na wakati mwingine tuangalia design ikaipenda yeye, lakini ukiangalia kwenye competition ya soko ile kwetu sisi tunaona itaenda taratibu sana. Kwa hiyo tunakuta tumletea mteja tu yeye kama yeye kwa sababu amekitaka yeye. Kiurahisi, kabla sijakuuliza maswali mengi, viatu vyako naona vina brand. Kuna namna, kuna chapter. Hii ni kwa ajili ya kutambulisha, ili mimi nikivaa sendo, imeipata wapi sehemu nyingine? Natamani kufahamu kwenye brand, kwa sababu kuna wafanya biashara wanafanya lakini hawatengenezi brand zao. Kwako imekuwaje rahisi kuelewa na kujua muhimu wa brand? Kwangu mimi niliona kutambulisha kitu ambacho ni cha kwangu mimi, yani kimetoka kwangu mimi, ni kuelewa na brand yangu mwenyewe. Ndio maana tuliweka lebo za kwetu kwenye sandals hizi, sababu sandals ziko nyingi barabarani zinatembezwa, kuna maduka mengi ya sandals za ngozi, lakini tulisema tutatofautianaje na wale wengine. Sisi tukaamua kuweka lebo ya kwetu sisi, The Animal. Kwa sandals ya kwetu ukiipata itakuwa ina chata ya The Animal, ndio sandals za kwetu. Sawa. Tumalize sasa namna ambavyo unajisikia baada ya kuwa ni mmoja ya mfanyabiashara ambaye umezawadiwa hii leo zawadi na nitakukabidhi, unajisikiaje? Kwa kweli mimi niseme tu nina furaha sana. Unajua mtu akikuona wewe ni mmoja wa watu muhimu kwake, yani najionaga fahari hata yani nikifanya kazi competition za kumchagua mteja aliyefanya vizuri kwenye manunuzi, afu nikimuona ule mtu nikiona anavyorudi kwangu na ile shukrani, that's how I feel, that ile shukrani ambayo mteja huwa ananipa anaitoa, ndo na feel na mimi leo kwenu nyie kujitembelea, jinsi gani najifeel furaha na shangwe, yani siwezi kuelezea kwa ndani ninavyosikia, lakini nasikia fahari sana. Yeah. Sawa, mimi nitakukabidhi namna ambavyo furaha ilivyo, tutaona vizuri kwenye picha furaha yako ikionekana.
Lakini tukaribishe sasa wateja, kwa maana unafanya vitu vingi sana. Wanakupataje? Mitandao ya kijamii, nambari ya simu, pia tunakupa tafu vyote, yani zawadi na tafu pia, ila kutaja mitandao ya kijamii na namba ya simu ni kitu kizuri. Lakini pia natamani nikusikie unayemshauri mfanyabiashara. Unajua sasa hivi vijana wengi na watu wengi watamani kufanya biashara ila hawaoni umuhimu wa DenUp. Wewe umetuonesha umuhimu wa DenUp, mauzo yameongezeka na vitu vingi vinakwenda kwenye mstari. Hebu tumkumbushe mfanyabiashara namna gani anaweza kajoin kujiunga ama kupakua app yetu ya Deni. Mimi nawashauri mfanyabiashara yote unayefanya biashara kwa dunia sasa, lazima uwe creative. Yani Deni hapo alivyokuwa mbunifu akaja na maono, na wewe unatakiwa uyatumie maono ya mtu mwingine, atakuvusha sana. Mimi huwa naamini katika maono ya mtu mwingine pia. Yani ukiachia ya kwangu, naamini kwenye maono ya mtu mwingine. Kwa hiyo mwanzilishi wa Deni hapo alivyokaa akaona okay, hiki kitu kitawafaa sana, kuna watu kitawavusha mahali. Kadhalika mimi ni washauri wafanyabiashara wengine wasimpoteze mteja. Yani unampotezaje leo mteja wa Arusha Moshi? Jinsi wateja wa Arusha Moshi wanavyopenda vitu vya online, yani kununua online. Au mteja wa Tabora Shinyanga unampotezaje kwa sababu hawezi kutuma hela yako na Deni hapo ipo. Deni hapo ipo kuturahisishia kutunganisha na ule mteja ambaye anaona yeye hapana, nishatapeliwa sana, nahitaji kuunganishwa na mtu ili niweze kutuma. Kwa sababu mteja mwingine anakukiri kabisa, tuma kwenye basi afu mimi nitampa konda hela. Kama ameweza kwenda fadha, anasema anampa konda hela. Kwa nini usitumie Deni hapo ambayo ni uhakika hela yako haipotei? Kila kitu unakiona kwenye application. Kuanzia mzigo umekuwa shipped hadi mzigo umepokelewa na hela ikiwa imelipwa unaiona kwenye application. Kwa mimi namshauri mteja yoyote, yani mfanyabiashara yoyote atumie Deni hapo. Hata hiyo mnasema mmetumegea kwa kuna kitu kina mteja, Deni hapo yuko pia kwa ajili yake ya soft kuomba na nili kuchukua bidhaa mahali kwa mteja, kwa mtu yoyote. Kwa sababu Deni hapo pia inaturahisishia zaidi, inaenda hadi kwa mteja. Sasa mteja analipia alafu anachukua bidhaa. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kizuri sana kwetu sisi wateja, na yani kwa wateja na si wafanya biashara. Sawa, Haji Mwage Mashavu, sasa wanakupataje? Sisi tunapatikana Kijitonyama kwa Mwarabu, nyuma ya Shishi Food, Dar es Salaam. Kwa watu wanaotumia barabara ya Sinza, Shekilango Road, watashuka kwa daladala, atashuka Mapambano shule, atavuka upande wa pili wa barabara, baada ya hoteli ya Double View atakutana na gorofa la Microfinance, alafu kuna gorofa la pili lilikuwa ni Hardware Mwarabu. Anafahamika sana, ni mtu maarufu wa muda mrefu hapa, alikuwa ni Hardware. Tunatazamana sasa na hilo jengo la Mwarabu. Kwa wanaotoka Mwenge wanaweza kupanda daladala zinazopita Shekilango Road wakashuka Mapambano. Wanaopita barabara ya Bagamoyo Road watashuka Bamaga, atachukua bodaboda pale mpaka hapa kwa Mwarabu. Sawa, tumaliza mitandao ya kijamii kwa sababu nahisi huko kuna taarifa nyingi, mtu anaweza akapiga simu na akapata taarifa. Mitandao ya kijamii tunapatikana Instagram kwa theanimal_2022. Tunapatikana TikTok kwa jina la The Animal, tunapatikana Facebook kwa jina la Anna Molel, na tuna page yetu pia The Animal, tunapatikana humo. Kwa namba zetu za simu ambazo unaweza ukatupigia na pia ukatumia ujumbe wa message kwa WhatsApp ni 0716 30 45 47. Hiyo ndo namba yetu utakayotupata. Sawa, mimi nikushukuru. Asante sana. Haya, nilikuwa napiga na story nyingi sana The Animal kutoka hapa Kijitonyama, na umesikia vile ambavyo amenufaika na DenUp, lakini pia naye ni moja ya mfanyabiashara ambaye tunamzawadia zawadi. Zawadi itafuata, utaiona. Mimi ni binti Minhaji, lakini kubwa nalokusihi ni kupakua app yetu Play Store ama App Store, DenUp Tanzania. Na kumbuka kule Instagram tunapatikana kama DenUp_Tanzania. Sina la ziada, binti Minhaji, unaweza kanifollow hivyo kule Instagram. Bye bye.